namsaidia, isipokuwa kama akitaka nimsaidie kwa sababu mali kwa ajili ya kwenda mambo ya kutoa kafara ya kuua siju mtu, hiyo mistake. Ndio maana namwambia mtu ukinipa bilioni 1 nakupa hiyo, kwa sababu hawezi kunipa bilioni 1. Safi sana. Wewe kwa nini ukamue ndugu yako kutafuta mali? Hiyo ndio staki. Ukifuata misingi ya dini hiyo ya Kikristo, hiyo ya Kiislamu, mimi nitakusaidia. Asante. Sasa huyu ndugu mzee mwenzangu, huyu jini huyu alitokea wapi? Jini Makata, jini Subiane mwenye mbago, au jini wako alikuja kujaje Juli Taxi? Alikuja kujaje? Jini wangu baada ya kunionyesha ukweli, sababu mwanadamu unapozaliwa tu jini anakuja. Kuna malaika anakuepo na jini anakuepo. Umeelewa vizuri? Wanakuja watu hao wawili. Mungu kaumba kila kitu viwili. Hata midomo utaona ni miwili na nini. Kwa hiyo anapokuja malaika na jini anakuja. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo mimi nilizaliwa hivyo, lakini nilipokuja kuugua sasa, mimi niliugua sana utotoni. Wakati ndio nimeanza kutembea na miaka kama 10, nilikuwa na miaka kama 9. Niliugua sana. Baada ya kuugua ikaonekana kama vile nimekufa. Yes. Ikaonekana kama umekufa. Kwa misingi ya dini siwezi kusema kama nimekufa, lakini watu waliona kama nimekufa na ikashonwa sanda. Baada ya kushonwa sanda, wakati unajua wakati maiti inaoshwa imewekwa pembeni, bado wanaonekana nimekufa. Sasa wanakuja wale wazee ambao tayari wanashona sanda, akatokea mtu akamwambia mama yangu, huyu mtoto bado hajafa. Wakaongea basi, kwa hiyo mama kanibeba mgongoni, akatoka watu wakumwona kama anatoka na mimi. Alipotoka na mimi na ule mzee ndio akanipeleka sasa kwa mganga wa kienyeji ambaye ni mzungu. Mganga wa kienyeji lakini mzungu ndio alinitibu mimi. Kwa kufika pale nikiwa kama vile akasema mwanao bado hajafa, lakini ni Mizrahi kabisa. Ndio akatengeneza miraba yake pale kwenye chungu, akasema kwanza huyu jini wake atamsaidia. Baada ya siku nzima mimi tayari kichungu kikapasuka chungu na mimi tayari nikainuka. Ona mimi ni mwembamba kidogo. Pale nilikuwa mwembamba kama sindano tutoni. Yaani kama sindano. Unaiona sindano, yaani kitu hivi vinapepesuka. Kwa ugonjwa ambao nilio. Lakini ulikuwa ni ugonjwa wa kupigwa. Ugonjwa wa kupigwa. Kwa hiyo mama alirudi na mimi nikiwa mzima, mama yangu akamuita mchawi. Kama huyu ni maiti amekuaje mzima? Amefufukaje huyu? Nikapelekwa msikitini nikatoa na adhana. Kwa sababu watu wasilolijua, mimi wakati nazaliwa, katika watoto walizaliwa naongea, mimi nilizaliwa naongea. Umenielewa vizuri? Kwa hiyo sasa nilitafutwa sana mpaka kupigwa mavitu. Kwa hiyo hapo jini baadaye nilipokuja kwa mtu mzima akajitokeza rasmi, sababu nilikuwa naye. Akanambia mimi ndo nikusaidia wakati watu wamejua umekufa. Ndio tayari tulipendana sana na akanambia wewe ni mwanamichezo, endelea michezo yako. Tukaendelea kupendana. Mkapendana mpaka leo hii. Baadaye tuliachana, lakini amerudi tena upya jini. Penzi limerudi. Kipindi kile unaandaa ile kazi yako ya Saradini, jini aliendelea kukupenda zaidi. Tena vibaya mno. Ukaenda kupiga show. Unaenda kupiga show nchi za, nakumbuka kipindi kile mimi ndo kijana. Ilikuwa wapi ile? Nchi nyingi sana. Nimepiga show Kongo, nimepiga show Rwanda, Burundi, Ivory Coast, Kameruni ambako nilikosomea, Ivory Coast ambako nilikosomea, nirudi kupiga show. Mimi nimesoma Ivory Coast, nimesoma Kameruni, nikasoma pia Burundi hapo. Mimi ndio baba yangu alikuwa ubalozini. Umeelewa vizuri? Yaani baba yangu ni sasa hivi ni marehemu. Ndio bwana, siwezi kumuelezea sana baba yangu, ni mtumishi wa serikali alikuwa. Kwa hiyo tumekaa nchi nyingi utotoni. Kwa hiyo baadaye nilirudi kama msanii sasa. Ndio. Nimeshakuwa mtu mzima kuitangaza nchi yangu kwa ajili ya sanaa. Kwa hiyo mimi ndio nikawa msanii wa kwanza kufanya show nchi za nje. Na mimi nilipoenda kuchukua tuzo Afrika Kusini waliniita kama Mnigeria, nikakataa mimi ni Mtanzania. Ule uchawi labda ni Nigeria. Kumbe mimi mbongo. Tanzania kuna wachawi. Nigeria haingii. Nataka niwaambie, Tanzania kuna wachawi, Nigeria haingii kabisa. Watu wanadanganywa na picha tu zile. Tanzania ni noma. Inawaka moto. Tanzania tuna majani ambaye Nigeria hakuna. Tuna mizizi ambaye Nigeria hakuna. Upo. Tuna miti ambaye Nigeria hakuna. Sasa ile miti ndio inaenda kutengeneza uchawi. Bwana, leo
ni siku ambayo niko na mzee mwenzangu Jolly Tax. Umepata vingi, umevielewa. Kaa hapo hapo utulie. Kuna madini umeyapata, utachukua namba, utasaidiwa. Amesema milioni 30 ukuelewa, lakini yeye yuko tayari kukusaidia, hasa wewe wa nyumbani. Asante sana, endelea chocho kwa chocho, gonga kengele, utapata vingi zaidi. Alafu njoo jifunze madini hapa. Nimechochola, nimepanda ndege udugu, nimepita huko Madagascar, Mexico. Alafu bwana wewe, ndio umejificha lakini una hela, yani upungui hela kem unaonekana. Hela sasa hivi ipo. Kwa sababu gani? Nilipigika sana. Unajua nilipigika sana. Mimi nilifikia mahali 200 naitafuta kwa tochi sana, kwa sababu nilikuwa juu nimemiliki pesa zaidi ya milioni 700. Ndio. Alafu nikashuka kuiona 200 ilikuwa kazi. Ndio. Umeelewa vizuri? Kwa jini akasema unasumbuka nini? Wasaidie watu uone hela zako zinarudi. Nilianza kuwasaidia watu. Hela zangu zinarudi. Alafu mbona uzeeke? Siri ya mafanikio ni nimeshazeeka, ni mkwangwaji huko hivyo hivyo. Siwezi kuzeeka kwa sababu jini yangu jini anaishi miaka mingi. Miaka mingi. Jini anaishi zaidi ya miaka 2000. Sasa mwanadamu anaishi miaka 100 tu na kitu, ameshapoteza mwelekeo. Kwa hiyo jini wangu ananipa njia ya kuishi miaka mingi. Na mimi nitaishi miaka mingi. Alafu pia kuna danger moja ambayo nataka niwaambieni. Hii naisema kwa sababu tayari yoyote ambaye alikuwa ananifikiria vibaya na kuniendea kwa waganga alikuwa anapata matatizo. Kuanzia huko nyuma nikiwa mwanzo nitengeneza picha zangu, watu wengi wameenda kwa waganga. Wasanii wangu walikiri kabisa huko nyuma wa Mwanza. Kama tukwenda kwa waganga kwa sababu tunaambiwa ili tuwe juu mpaka tumpromotion nani? Juli. Kwa hiyo wanakwenda kule wanatoa hela zao. Wakaanza kushangaa, mwingine anaanza kuumwa mguu. Au shangaa mwingine hivi. Mzee mwenzangu wewe. Na sasa hivi wanatoa ushuhuda, wanasema ukweli, mwalimu nisamee, nikawa na wasamee, wamerudi kuwa wazima wengine. Ina maana kati ya hao waliokuwa wanafanya hivyo ni vijana wako? Nataka nikwambie hivi, unamwona mzee Mtemi? Kwenye picha ya Mtemi. Ule mzee Mtemi, kwenye picha ya Mtemi, alipelekwa na wenzake kikundi zaidi ya watu 30 ili waniroge mimi. Mzee aliumwa sana, akaja kuniomba, ndio maana muone kwenye game. Baadaye alikuja kuniomba msamaha. Yule mzee Mtemi aliocheza kwenye picha ya Mtemi alikuja kuniambia ukweli, naomba unisamee. Nikamwambia mzee tulia, ndio maana umuone kwenye game. Naeleza kitu cha ukweli. Kwa hiyo mimi kupitia jini wangu nilishamuomba. Ndio maana ukinichezea mimi unaweza kushangaa eti mimi nife. Shangaa mtoto wako ndio anaanza kuuma na kuwa taila, au kaka yako kuwa taila, wewe unakuwa wa mwishoni kuona mfano wenzako wanapoteketea. Ndio nilivyo. Nina ushuhuda, ipo siku nitawataja watu wengine. Leo nimetaja mtu huyu mmoja. Msanii ambaye tayari alikuwa yuko makini sana na mimi katika wale. Ni mmoja tu, alitaka kupeleka kwa waganga kakataa, ambaye ni H-Baba. Amevutwa sana kwenda kwa waganga kwamba umepata nyota, umekuwa mkali, Juli atakuchukua nyota yako, twende kwa waganga. Alienda akawa anaishia nje tu. Mimi hapa siingii. H-Baba baadaye akasema ukweli, mwalimu nakupenda sana. Na mimi nampenda mpaka leo. Ndio kijana katika zile awamu zilizopita mpaka leo nampenda na yeye ananipenda sana. Ina maana hawa wasanii wa muziki Bongo Flava wengine ni wanafunzi wako? Wengi sana. Mimi najua kwenye movie tu. Vijana wangapi? Ni wengi. Hao kina Baraka da Prince wote wametoka kwangu. Baraka da Prince. Yaani nataka kama hivi ni wengi. Yaani ni wengi. Okay. Nadhani tuvunje hiki kipindi, kwa siku nyingine tutajiandaa tena. Endelea kukandamiza likengele chocho kwa chocho. Utapata vitu vingi sana. Mzee wa chocho kama unavijua sasa hivi naye ana chaneli lake. Unawaambia nini watazamaji wa mzee wa chocho? Mzee wa chocho kwa sababu ameweza kunifuatilia na kuweza kujua. Kwanza mimi tayari nilimwangalia jini wake, nikamwona jini wake ana kiwango cha jini wangu. Hana kiwango. Nataka niwaambieni, jini wangu ni mtoto wa mfalme wa ujinini. Ni mtoto wa mfalme wa ujinini. Na mimi nilivyoenda kuoa nilikwenda ujinini. Ujinini wapi? Kigoma kuna sehemu moja inaitwa Nondo, kuna katikati ya bahari. Kama unataka kwenda Burundi, kuna kona, kuna jiwe moja lipo katikati ya bahari. Ni jiwe la maajabu sana, watu wa Kigoma wanajua. Ndipo pale mimi nilipoenda kuzama kwenda ujinini. Nilipelekwa kule nikaenda nikafunga ndoa. Sasa jamani,
Hiyo story nitamalizia siku nyingine, ni hatari. Zima kamera ndugu, mimi naaga. Ujini unanitisha. Asante. Sasa Juli Taxi. Ndio. Nasikia wachawi wao hawana maendeleo, lakini okay, umesema wewe una jini sio mchawi. Lakini kuna maajabu unayofanya ya kichawi na kuna watu wanasema kwamba wewe ni mwanga. Hatuwataji kwa jina. Au wewe uko tayari unawafahamu watu waliofanyia vitu vya ajabu wakaona maajabu na wakakwambia? Mimi nawataja kwa sababu nina ukweli na 100%. Wa kwanza, na kama wanakataa wao waongee kwenye vyombo vya habari. Mmoja nimefanya naye kazi nikiwa niko Star TV. Sasa hivi ana cheo kikubwa sana Azam TV. Ana cheo kikubwa sana Azam TV. Anaitwa Yahaya Mohamed. Yahaya Mohamed. Amecheza kwenye picha ya Chozi la Urisi namba 2. Ndio. Yahaya Mohamed ilikuja kanyesha mvua. Kija kanyesha mvua. Watu wakaanza kuogopa. Akanambia ana jina la matani, la tulikuwa tunaita jina la matani. Akasema mazgo vipi mvua? Nikamwambia slow. Hii mvua hakuna itakayemgusa. Mvua kali, nikasema hapa tulipo sisi mvua itatugusa. Ila kule kote mvua itanyesha. Tafuteni ungo. Wakakosa. Nikamwambia dakika hizi, nikaomba muuza ungo akapita muda huo. Tukanunua ungo, nikamwambia haya shika ungo juu hivi. Yeye akashika ungo. Ile mvua itakusogelea, mvua ilishia kama pale mbele. Ikaweka mpaka. Nikamwambia hawa wote hapa hawatopata mvua. Kwa hiyo tulikaa tukawa tumejikinga. Yahaya Mohamed ambaye iko Azam TV. Muulizeni waandishi wa habari, mngoje kama ni uongo. Wallahi na pia mimi nife hapa. Kama ni uongo. Kama nasema uongo. Aseme. Nakufa hapa mimi. Bwana, hicho kitu na ushahidi unapewa. Uliza bwana, wewe nakuogopa. Sihitaji tena. Bwana, wewe nakuogopa. Asante sana. Endelea kupata malini.